Sadila. Nataka talaka yangu. Sitaki lolote la kusikia, nataka talaka yangu. Sadila. Huko mke wangu umefika mbali sana. Sio siri, mke wangu umefika mbali sana. Kwa swala la talaka mke wangu, hapana, mimi sitaweza kutoa. Sawa? Kama huwezi kuniandikia talaka yangu hapa, nitaikuta nyumbani. Kwa heri. Sadila. Sadila mke wangu. Sasa mimi naona kama unanipanda kichwani sasa. Maana najishusha lakini bado mke wangu unashindwa kabisa kumuelewa. Mimi kuhusu swala la talaka hilo sahau, sasa mke wangu. Nikwambie ukweli. Kuhusu swala la talaka hilo sahau. Mimi siwezi nikatoa talaka. Na najua wapi unaelekea, lakini subiri na mimi nitakuja huko. Huko nitakuja. Huwezi kuleta upumbavu kiasi hiko. Mwanamke unashindwa kuwa na busara bana. Tumeishi vizuri. Yo, ndio. Ndio tunakaa ndani. Naam. Naam mke wangu. Nangu. Kama nilivyokueleza, mimi naelekea kwenye harakati. Nafikiri inshallah Mungu akipenda jioni tutaonana. Inshallah heri, Mungu atakupelekea na akutangulie mwanangu. Amin inshallah. Karibu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. Asante. Nyumbani. Nzuri. Karibu. Asante. Vipi? Mbona asubuhi? Nimegombana na mume wangu nyumbani. Umegombana na mwenzio? Ndio. Kwa nini? Mama yangu tangia ongeza mtu wa pili, ndani ya amani imekuwa hamna. Sio kweli mwanangu. Kweli mama. Kila siku mangu amekuwa ugomvi kutoka kwangu mimi. Lakini mwanangu, kuongezewa mwanamke mwingine ndio tatizo. Leo asikurudia asikusamini. Mama. Mwanangu. Hilo sio swala. Yaani hiyo ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba kama kuongezewa mke wa pili iwe tatizo eti wewe mume akufanyie hivyo. Hamna kitu kama hicho mwanangu. Nenda nyumbani, rudi nyumbani. Amekupa talaka? Sasa basi naomba basi. Nenda nyumbani, rudi nyumbani mpaka upewe talaka. Na huyo mume wako hajawahi kuleta hata siku moja kwa tatizo la kwako wewe. Wewe vipi? Mbona unataka kutunania kutupa aibu hapa? Mume wangu. Mke wangu. Ukweli nimeshindwa kuongea lolote kwa sababu ninawahi kwenye harakati. Naona ile swala kama limekuwa zito kidogo. Inshallah nafikiri nikirudi basi tutaangalia namna ambavyo ngoja kulizungumza inshallah. Kwa hiyo Mungu akipenda jioni inshallah. Asante. Mguu kutoka Mtume kaombea mume wangu. Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naam. Bibi hali? Salama mtangu shauri. Marhaba. Karibu ndani. Shukrani. Asifiki huko maana nilikuwa naelekea hivi. Ndio. Ile nikaona vizuri pia nipite hapa kidogo ile hali. Siji mama naye atakuwepo hapo ndani. Mama yako ametoka? Ndio. Mimi mwenyewe nilikuwa nimetoka kidogo. Ndio. Nimerudi sikumkuta, ameniambia kwamba yuko sokoni. Kwa hiyo hivi natoka tena, kuna sema nakwenda mara moja hapo. Ndio. Nitarudi. Vipi lakini? Salama lakini? Hapo alhamdulillah, salama sana mtu wangu. Na vipi Sadila naye alifika hapa? Sadila alifika muda fulani. Na alikuwa na mazungumzo na mama yake, ndio muda ambao mimi nilikuwa natoka. Ila nimerudi hapa sijamkuta kwa kweli. Lakini kuna tatizo lolote? Huko alhamdulillah, hamna tatizo lolote mzangu, tuko salama, isipokuwa aliniaga kwamba anatoka. Na nafikiri tutakuwa tumechezana njia, maana nimeona katumia muda mrefu, nikaona mtu mwingine naye binadamu nifike pia nije nimuone. Tutakuwa tumechezana njia. Inshallah. Basi mimi nafikiri hata hivyo huenda baadaye tukawasiliana, tukawa na mazungumzo fulani kwa ajili ya kujenga. Kwa hiyo inshallah tutawasiliana. Basi inshallah mzangu, hamna tatizo. Karibu sana. Shukrani sana. Ngoja nifike kwanza hapo juu kidogo. Kisha nielekee kwa nyumbani. Karibu sana. Shukrani sana. Asante sana wewe.
Shoga yangu. Vipi dada? Shoga si ndio huyo alikuwa anakataa naume chuo, umesahau alikuwa anifanya ulti. Sasa hivi shoga nasikia kwa roho mke wa pili unajua. Jamani ndio kwa nakusikia leo. Shoga kama unajua mama umepitwa na mimi. Jamani natia huruma. Ana shida kama zote pale. Kashapaga pale alipo sasa hivi. Hali sio nzuri pale nakwambia. Yaani chuo zote kimeisha. Wanaume wote sasa hivi anawapenda yeye. Sasa hivi anakuwa mke wa pili. Ya Rabbi msaidie jamani binti yule. Midevu shoga. Kablash unaambiwa. Alikuwa nakataa vijana wengine honi sitaki wavulana. Mimi mtu wa dini kashikilia kuliwani paka ya Rabbi. Shoga hiyo tuhusu tu. Tondoka. Wasemaje wako? Waoni? Salamu alaykum. Wa alaikum salam bwana. Samahani. Sogope. Vipi hali lakini? Ali yupo fresh tu. Usogope, siwezi ngakutafutia. Uko unapotoka labda Sheikh wangu huja kukutana na mwanamke yoyote, dada yoyote ambaye amevaa baibu jeusi lakini lina mabaka ya dhahabu pamoja na mtandio wa rangi ya njano? Nisikudanganye. Kibao. Nikuta. Yaani pili kibao. Hamna shida nimekutana nao. Unaongea nini samani? Ni ukumwaswaje? Samani, ningependa nikuulize kitu kimoja. Unaitwa nani Sheikh wangu? Mimi bwana, jina langu wewe unatakiwa una daftari ndio uliandike. Naitwa Semkufa Semkoto Gorogo Simanda Kikoto nyange mamdudu kikasa mpada ikene msange nange sambuli duka vyo usije kusubusa mazi kanta mkulumuzi bangu kuza watu kama yende mbavyo tu wakombea songa kendelo kenzo kali kilio jabari kongoma ukombye uli utapambana na hali yako afu hivi ndo baba yako. Siuelewa. Samahani nilikuuliza hivyo ni sijajua wewe ni dini gani pia. Dini kibao nyingine mpaka naamua kuachana nazo na dini moja. Basi labda ningependa nikusaidie kitu kimoja. Mimi kama kijana mwezio, lakini kwa mujibu wa mafundisho yetu katika dini yetu ya Kiislamu sisi, sawa, nikuelekeza kitu kimoja Sheikh wangu. Unajua Mtume anasema arba'atun yadkhuluna an-nara bighairi hisabi, na watu wanne watakaoingia motoni bila hisabu. Awala dakhilin, wa mwanzo kabisa kuingia uko motoni, illa an yatubu, isipokuwa atakapotubia. Azani, ni mzinifu, wala maratan, hata kama amezini mara moja, illa an yatubu. Lakini akasema pili, mwenye kuongea maneno ya uongo yakawafanya watu wakapigana au mtu akafukuzwa kazi. Vile vile Mtume akasema na mtu watatu kuingia motoni, mwenye kuasi wazazi wawili, hata kama kwa kauli moja tu, faluta kullahuma uffi, lile neno basi ni makosa makubwa sana. Lakini wanne, washaribul khamru, na mwenye kunywa pombe, walau qatratan, hata kwa tonye moja tu, illa an yatubu, mpaka atakapotubia. Sasa Sheikh wangu, kunywa pombe si jambo zuri, jaribu kubadilika, kwa sababu moto wa Mwenyezi Mungu hakuna anayeweza kuvumilia Sheikh wangu. Hivyo wewe umesimamisha hapa kwa ajili ya kuniuliza bwana huyo mtu wako unamtafuta, au kwa ajili ya kusomea wewe mimi karama zako? Sikiliza nikwambie, mimi nimesoma dini mpaka nikasema naachana nayo. Hivi ushakunywa pombe? Tusibishane. Ushakunywa kinywaji kinaitwa antana? Subhanallah. Pombe ni tamu. Kwanza unakuwa una relax, unanyumbulika, unakuwa line, mtoto unakuwa. Jaribu kunywa hata kidogo, afu chukue vizuri, usome afu utaona cha moto. Hivyo ni shehe na wewe shindio tu. Shehe gani? Eti tena anafuga midevu ini chafu hapo kumini, ndo maana achawi kumbe inasai. Wewe mmoja kuna vitu tamu au kamu. Bwana mimi nipo smart. Mtoto mdogo na kwa mikanzo miguu meupe. Leo nitakaposija ukanifanyisha mimi nikakufuru bure hapa. Eti pombe mbaya, anzani, kanzu kama Msukuma, nenda huko.